Maudhui yanayojitokeza katika sura ya 3 ya Nguu za Jadi. Maudhui yanayojitokeza katika sura ya 3 ya Nguu za Jadi ni kwamba moja, kuna maudhui ya bidii. Kuna maudhui ya bidii, na hapa panahitaji niwe na kitabu changu ili kutolea mifano mwafaka. Tunaambiwa kwamba katika sura ya 3 kurasa wa 43 kwamba Waketwa ni watu waliokuwa na bidii ya mchwa kwa kila jambo walilofanya. Hilo la tosha kuonyesha kwamba maudhui ya bidii yaliweza kuangazwa, kwamba Waketwa wanafanya kazi kwa juhudi kama usafi na useremala hadi wanapata mafanikio makubwa. Kuna maudhui ya uvumilivu, ambapo tunaambiwa kwamba Waketwa wanavumilia dharau kutoka kwa Wakule na wanaendelea kufanya kazi na wanaendelea kuchapa kazi. Tunaambiwa kwamba jamii hii ya Wakule iliwadhalilisha na kuwadharau Waketwa. Hata hivyo, Waketwa wanaonyesha hali ya uvumilivu wa kiwango cha juu. 3 ni kwamba kuna maudhui ya maendeleo ya kiuchumi. Tunaambiwa kwamba baadhi ya Waketwa wanamiliki maduka na magari kutokana na juhudi zao waliweza kupata pesa na mali ambazo ziliwawezesha kuweza kumiliki maduka na magari makubwa kutokana na juhudi zao. 4, kuna maudhui ya wivu wa kijamii, pale ambapo tunaona kwamba Wakule wanawaonea wivu Waketwa kwa sababu ya maendeleo yao. Wakule wanawaonea wivu Waketwa kwa sababu ya bidii zao. Kuna maudhui ya ubinafsi, ambapo tunaarifiwa kwamba Wakule wanajipendelea katika nafasi za kazi na fursa, kwamba nafasi za kazi na baadhi ya fursa ziliweza kutolewa kwa Wakule. Kwa mfano, ukurasa wa 44 ukisoma pale tunaona wanasema kwamba jeshi la nchi lilisheheni vijana kutoka katika jamii ya Wakule. Kwa hivyo swala lile la ubinafsi ambao unaendelezwa na Wakule kujipendelea katika nafasi za kazi na fursa, na hivyo basi hoja hiyo inatupa hoja ya 6 ambayo ni maudhui ya upendeleo ama mapendeleo, ambapo tunaambiwa kwamba Mtemi Lesulia anawapa Wakule ajira kwa kujuana. Hoja hiyo inatupa maudhui mengine ambayo ni maudhui ya ukosefu wa ajira, ambapo tunapata kwamba vijana wengi waliosoma hawapati kazi. Hoja hiyo inatuelekeza kwenye maudhui ya 8 ambayo ni maudhui ya kukata tamaa ama utamaushi ama kutamauka. Vijana wanakata tamaa kuhusu umuhimu wa elimu, kwani baada ya kusoma wanabaguliwa katika kazi za nchi, wanabaguliwa katika nafasi za kazi katika nchi yao. Na hiyo inatupa maudhui yanayofuata ambayo ni maudhui ya ubaguzi, kwamba tunaona kwamba vijana wa Waketwa waliweza kubaguliwa katika nafasi za kazi zilizohusisha uajiri wa jeshi la nchi ambalo lilisheheni vijana kutoka katika jamii moja ambayo ilikuwa ni jamii ya Wakule. Kuna maudhui ya ufisadi. Kazi zinatolewa kwa misingi ya undugu badala ya ujuzi. Ndivyo ambavyo tunavyoarifiwa katika sura hii ya 3 kwamba kazi ziliweza kutolewa kutokana na undugu, wala haikuwa ni jinsi ambavyo mtu alivyohitimu katika taaluma yake. Kuna uzembe kazini, ambapo tunaambiwa kwamba wagonjwa wanakufa hospitalini kwa sababu ya madaktari wasio na ujuzi.
kwa sababu ya madaktari wasio na ujuzi. Nafikiri kwamba zaidi ya kusema kwamba ni uzembe, tunaweza kuzungumza kuhusu utepetevu. Tunaweza kuzungumza kuhusu utepetevu, kwamba wagonjwa wanakufa hospitalini kwa sababu ya madaktari wasio na ujuzi. Na hivyo ni kwamba kuna maudhui ya mauti au kifo au vifo, ambapo tunaambiwa wagonjwa waliweza kufa hospitalini kutokana na huduma ambazo zilitolewa kwao na watu ambao hawakuwa wamehitimu kuwa madaktari hospitalini. Kuna maudhui ya elimu, umuhimu wa elimu, kwamba ingawa kuna changamoto, elimu bado inaonekana kuwa njia ya mafanikio, kwamba umuhimu wa elimu katika sura ya 3 wajitokeza pale ambapo tunaona kuwa ingawa kuna changamoto, elimu bado inaonekana kuwa njia ya mafanikio. Vijana wangali bado wanajishughulisha na elimu, bado wangali wanajiendeleza kielimu, kwani hata wale ambao Mangwasha aliwaona alishangaa kana kwamba katika hali hiyo yao ya kudhalilisha washawahi kuliona lango la shule ama la darasa. Kwa hivyo elimu inaonekana kama jambo ambalo linaweza kubadilisha mustakabali wa mtu wa maisha. Kuna maudhui ya umaskini, ambapo tunawaona wasichana wadogo waliobeba vijitoto vijulanga mgongoni. Tunaambiwa kwamba wanaomba msaada wakiwa na watoto migongoni. Umaskini, wasichana wadogo wanaomba msaada wakiwa na watoto migongoni. Kuna maudhui ya dhiki za kisaikolojia, ama tuseme kwamba tu dhiki za kimaisha ama dhiki ya maisha, ambapo Mangwasha anakumbana na hali ngumu, lakini anaendelea kupambana, kwamba kuna dhiki za maisha, kuna dhiki ya maisha. Tunaona kwamba kuna maudhui ya matumaini kupitia kwa Mangwasha, kwamba anaamini kuwa maisha yatabadilika kupitia bidii, hivyo anazidi kutia bidii katika maisha. Kuna unyanyasaji wa kijamii, maudhui ya unyanyasaji, ambapo tunaona waketwa wananyanyaswa na kudharauliwa na wakule, yaani wananyanyaswa hivi kwamba wananyimwa hata nafasi walizohitimu za kikazi. Wanawake waketwa waliolewa na wanaume kutoka kwa wakule, katika ukurasa wa 45 walibahatika kupata ajira za serikali, lakini pindi tu ilipogunduliwa kwamba ni waketwa, walifutwa kazi kutokana na visababu visivyodhihirisha. Kwa hivyo tena pale tunaweza kupata maudhui ya unyanyapaa. Kwamba kwa sababu mwanamke ameolewa na mketwa, kwa sababu mwanamke mketwa ameolewa na mkule, yule mwanamke mketwa hapewi nafasi sawa na wanawake wakule. Kwa hivyo anaweza kutengwa. Tunaweza kuona kwamba kuna maudhui ya haki na usawa, hasa pale ambapo sura hii inapoonyesha umuhimu wa kuwa na haki sawa katika ajira na uongozi. Kuna masuala mengi ambayo yaliweza kushughulikiwa, kama vile maadili, swala la maadili mema katika jamii, ambayo yamekuzwa kupitia Mangwasha, ambaye